karangi kake Elizabeth Michael. Hi guys, mambo vipi? Elizabeth Michael hapa, Lulu Mama Gigi, na leo sasa nimekuja kwa playlist. Kwenye playlist hapa nitakupa ngoma zangu 10 ambazo ninazipenda, haijalishi za sasa hivi, za zamani, za wakati gani, lakini pia ambazo nina historia nazo. Pengine nikizikumbuka kuna kitu zinanikumbusha, kuna sehemu zinanirudisha. Kwa hiyo stay with me, na ninaenda kuanza na ngoma yangu ya kwanza kabisa. Ngoma yangu ya kwanza bwana ni ngoma inaitwa Changanya Changanya. Changanya Changanya ilikuwa ni project ya wa Hapa Hapa kama wote mtakumbuka, lakini iliimbwa na Enika na mimi ndo nilikuwa kama video vixen. Changanya Changanya ilikuwa inaongelea malezi, mtoto ambaye anataka kwenda kwenye aina fulani ya maisha kabla ya umri bla 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 bla. Ni moja ya muziki ambao nilikuwa character pale ndani, na auditions tulifanywa na Hapa Hapa. The thing nakumbuka kwenye auditions, wale wa Hapa Hapa ilikuwa ni kampuni ambayo inasimamiwa na raia wa kigeni. Kwa hiyo audition zake zilikuwa ni za kishua. Pale tumeitwa, kwanza sikuwa na uhakika hata kama nitapata. Tumeitwa, kulikuwa na watu wengi. Kwa hiyo unapewa script pale, unaambiwa ucheze, unaingia unatoka, unaingia unatoka. Mwisho wa siku nikaja kupata. Kasa Mungu mkubwa. Kulikuwa na watu wengi. Kwa hiyo ilikuwa mama anatafutwa, mtoto anatafutwa nini. Mwisho wa siku nikapata, na ni kazi ambayo ilinisogeza sehemu kubwa sana katika career yangu. Ninaiheshimu sana na ilifanya vizuri mtaani, kuanzia kikazi mpaka ujumbe, and I'm so proud of myself. Subiri niwaplaye kidogo. Nilikuwa mjeuri humo. Unasikia Mama Mainda? Nilikuwa naitwa Mainda. Bili jamani, ilianza kama movie. Nisikilize na nipate utamu, nisikilize na nipate kubeba huku bwaga huku kule huku hapa huku niende wapi, huku baki huku twende huku fanya huku acha sasa nimsikilize nani. Na kuheshimu mama, ila vitendo vyangu havikuheshimu. Na kupenda ila nashindwa jinsi ya kukuelewa. Sasa mbona sikupati kwenye nyumba makamati na mawazo tofauti. Mbali sikubali. Changanya 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 changanya. We, ndo kwanza wimbo wa kwanza wewe. So yeah, hii ni project ambayo ilinisogeza sehemu katika career yangu. Ilikuwa ni project kubwa, project iliyokuwa inatumika kuelimisha sehemu mbalimbali. Yes. Mbongo wa pili ndio yupo wa Rose Muhando. Hivi ulikuwa inaitwaje ule wimbo wa yule mama Rose Muhando? Ulikuwa unaitwa Nimekukimbilia. Kwanza kule kwenye ule wimbo alikuwa anatia huruma yule mama. Kwanza kipindi hicho, hiyo albamu yake nimesahau ilikuwa inaitwaje. Lakini hiyo kaseti ya Rose Muhando, kama kwenu hakuna wewe meyo yani so mjanja. Alafu nikakumbuka Jumamosi kaseti ile inawekwa pale kwenye video, ni inaimba kuanzia mishale ya saa 3 asubuhi. Kwa hiyo mimi nyimbo za Rose Muhando zote nilikuwa nimezikremisha, but this one specific nilikuwa na upenda kwa sababu alikuwa anatia huruma. Huyu mama aliigiza kama ni mama ananyanyaswa kweli. Yaani nilikuwa nikiangalia nalia. Saa nyingine mnajikuta labda wamekuja tena ndugu ndio umeweka sasa kaseti ya Rose Muhando, mnakaa pale sebuleni mnalia mpaka machozi. Actually alikuwa na sebuleni kwetu. Sisi mimi na mamangu tulikuwa kwenye chumba kimoja. Kwa hiyo sebuleni hapo chumbani hapo mnakaa hapo mnalia. Kwanza wimbo wa dakika 8, wewe uogopi. Alikuwa anafukuza. Ni mrefu. Unaona alivyokuwa anatia huruma? Kabeba watoto. Na inua mikono
Sasa Mungu anisamee. Ndani yako ameigiza na watoto wamepaka machuka. Mimi najua wote watoto wa Rose Muhando, basi kila nikiwaangalia najua pia watoto wake ndo nazidi kulia. Rose Muhando, kama uko mningopea watoto wako, umeenda na machozi yangu mengi. So that's my number 2 song. Till Today ni wimbo ambao napenda wa gospel, ni wimbo ambao unaweza ukawinua roho ya mtu, na bado Rose Muhando namkubali sana, anafanya vizuri sana. Namba 3 tunarudi tena kwenye wimbo ambao mwenyewe nilikuwa video vixen. Hapa sasa nilikuwa nishakuwa msichana. Unaitwa ni Chumu wa Bob Junior na ulitrend bwana. Wewe. Mr. Chocolate, Bubble Chocolate, basta chocolate tuye, nisha ukaniokota, usiwatie, sijabadilika, kama wale, wanzi sile, unanitapika. Na Bob Junior alikuwa anaimba sana. Basi so huu wimbo pia nilikuwa video vixen, uliniongezea umaarufu, ni wimbo uliopendwa, ni wimbo uliokubalika. So shout out to Bob Junior. A story behind this, Bob Junior nitafuta kufanya video, kwanza nilikuwa kama staki. Baadaye nikasikiza wimbo ngasema lakini wimbo kama mzuri huu. Nikaambia fresh, let's do it. And I loved pia story ya video. Hii story ilianza kama watoto, baadaye mimi na Bob Junior tukaja kuwa kama wakubwa wake. Kwa hiyo ilikuwa ni story ambayo pia ni kama mean film. Nikaona okay, at least inaendana na aina ya kazi ninayofanya. Na of course ni kipindi ambacho tunatafuta njia mbalimbali za kuendelea kufanya career zetu ziwe stable, ziwe strong. So yeah, tukafanya hiyo. Hakunaga Wasumali. Kwa nini Hakunaga Wasumali? Bwana, kipindi cha Hakunaga Wasumali ndo niko olevo nadhani. Ndo jamani, muziki umeniingia jamani. Starehe imeniingia jamani. Disco la shule mimi ukinipigia Hakunaga unishiki. Unitafuti. Step zote nazijua. Ola hunjani bwana. Za skulu ndaba za izolo. Ama bantu batini. Ama toto. Wewe. So, step zake yani zilikuwa zinavutia jamani. Hakunaga zaidi ya kumida wewe. Hakunaga zaidi ya kumida. Ila wakati tunaendelea kufanya hii shughuli, hivi naombeni niulize kitu. Ni kwamba kweli muziki, mtu unakuwa unaenjoy ule muziki ambao umekuwa nao kipindi ambacho unakuwa, au pengine unapokuwa unaelekea kwenye utu uzima? Kwa sababu hata wazazi wetu wanasema muziki ya zamani ndio ilikuwa vizuri. Mimi mwenyewe muziki ya zamani naona ndio ilikuwa vizuri. As in muziki ya kina Somalia, yani kwenye era yetu ile ndio naona ilikuwa muziki. Sasa hivi of course muziki ipo mizuri, lakini yani bado unitoe kule. Ukinipeleka sehemu ukinipigia muziki ya sasa hivi, ukiniwekea na muziki ya kuanzia 2008 hapo mpaka 14, mimi nakuacha na kaa huko. Sasa ni uzee au ni kama ka system ka dunia, kuna muda fulani ukifika unaanza kuona vitu vya zamani ndio vizuri. I really don't understand. So that is my number 4 song. Number 5 nitampa Aslay na Tamba. Pia ni mmoja wa wasichana waliotajwa kwenye wimbo wa Aslay na Tamba. And huu wimbo ulinifanya nikaongeza confidence sana na ngozi yangu, because niliimbwa kama ni mtu mwenye karangi kazuri, na katika hicho kipindi kulikuwa na wimbi la wasichana kujichubua. So I was like, kumbe
rangi yangu hii ni nzuri. Kwa hiyo nikaa naendelea kuwa na confidence like sitojichubua, sitofanya hivi. Na mpaka sasa hivi of course I only do Lumina skin products, hazichubui, hazifanyi chochote. So ni pengine yeye aliimba tu kama mwanamuziki, kama mashairi, kama kichochote, lakini hajui ni kwa namna gani kilichangia confidence kwenye maisha yangu, and I really appreciate that. Kwa sababu tuko katika dunia ambayo hatuambiani, and he said it. Yeah. So number 5, Natamba Slave. Zidishe washauri watasababisha tuje kugombana. Angalia shepu kawe masepetu, angalia jicho Hamisa Mobeto, karangi kake Elizabeth Maiko, yani we mrembo wala inachukua jiko. Wewe leo ndo nimejua video vixen wa umndani ni Nana Dolls hivyo. Okay. Haya, twende namba 6. Kuna kipindi kwenye mtandao wangu wa Instagram nilikuwa napenda kujirekodi sana video nikiwa naimba, cause of course nilikuwa napenda muziki, tena hasa nyimbo za gospel. Kwa hiyo na huu ni mmoja wa wimbo ambao Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badilikie, ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana. Yes. Nilijirekodi video karibu 3 tofauti, nikajipost huko mtandaoni na zikapendwa, zikapata interaction nzuri. I think one thing about me, napenda muziki, alafu nadhani kuna kitu ndani yangu kina sense muziki mzuri, sijisifi. It's a fact. Kuna kitu inside of me kina sense muziki mzuri. Kwa hata muziki inawezekana wimbo nikawa siuelewi pengine lugha inayotumika kwenye ule wimbo, lakini nikajisikia tu kama ni mzuri, nikaupenda na nikaukremisha na nikauimba. Utashangaa na naimba ambacho sikijui. So next song, Blue 3 nilikuwa nasema. Huu ni kipindi ambacho pia niko sekondari. Nadhani ni wimbo ambao nilitumiaga kutembea. Mimi niliwahi kushiriki umisi wa shuleni, sijui nilikuwa natafuta nini na nilishinda. Kwa nadhani huu wimbo sijui ndo nilikuwa nafanyia catwalk, kitu kama hicho nakumbuka. Na ulikuwa utuelezi kitu. Ulikuwa unaitwaje? Where you are. Wa dada wa kipindi hicho utuelezi kitu. Na ujua wewe jenzia mwezi kunielewa. Afa dada squeeze wako wapi? In my eyes, you sparkle like a star. When I dream of you, it's still our nilikuwa natembelea catwalk. When you walk on by, I touch your hands and it's all that I have. Mimi nawe tuwe pamoja wala free. Nakutamani penzi wangu, Unaenda wapi? kutoka Monday to Monday, baby I'm thinking of you. I wanna be right there where you are. I wanna be right in your arms. Kiss on my lips every morning is all I want. Where you are. Afu mimi nadhani pia nitakiwaga kuwa mwanamuziki. I think I have love for music zaidi hata mimi nadhani naweza kusema zaidi hata ya movie. I love acting of course, but I think I love muziki way more, cause mimi nikiwa napika lazima niwasikilize muziki, nikiwa naosha vyombo nisikilize muziki,
Nikiwa na deki nisikilize mziki, nikiwa na stress mziki, nikiwa na furaha mziki, I love music that much. Now nitaupa Love You Everyday wa Bebe Cool, Uganda tena. Huu wimbo bwana ni wimbo ambao mimi na mume wangu tunaupenda sana. Na kabla tujaona tulikuwa tunasema huu wimbo sasa ndo tutaingilia ukumbini huu, bila kujua kwamba hatutakuwa na mambo ya kuingia ukumbini. Nyie mipango sio matumizi nyie. So I dedicate this to my husband. I will love you every day. Hey, 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 hey. I've flown around the world a million times and I've seen many places and faces, but I'm always back to you. money On my mind, not anything. Ladies by my side each and every day, but I'm always back to you. Hey, hey. and having all the times I'm around you. God, you got me feeling like Starting a new life now. Even when I leave, I can see your rest staring in my own. It's crazy how I feel about you. Yeah, it's crazy how I feel about you. Let me take you down to my hometown, girl. Every day you dream about a brand new road. You know how I feel. I will love you every day. Mimi tena hapo nikiambiwa I love you video pia dedication, nimeangalia na vuta picha siku ya harusi nitakapoingia siku ya harusi ilipofika. Nikawa humbled. But I loved our wedding. Ni kitu ambacho nilimuomba Mungu na imetokea, naendelea kutudumisha. So baby, don't worry. I love you every day. Your dedication. Namba 9, sijui hata kama nitaupata. Huu ni wimbo wa Kinyarwanda. Ni wimbo tu ambao nilikuwa naupenda. Sielewi hata unaimba nini, sielewi unamaanisha nini, but I think it's a good song. Na ni wa siku nyingi. Tena aliimba Medi, ni wa 6 years ago. Sielewi unamaanisha nini, sielewi ni nini, but naupenda. Na ninaweza kuuimba japo sielewi. Subiri niwadanganye. I think it's a beautiful song. Ibinja umune mundi nararibone hinduka vuna sinakwibona namaziko wahinduka mukibuka ibitekerezo cyanje ndariboye abisi na basi kariko uwe viereta zibi utandukanye n'abantu bose umfa Imana izali. utari wowe Sinariziko nawe watsiga ukana akakageni ukangenda kuwangu mwanzi nakoze iki gituma uhinduka mifukundo namayobera. Unaitwa Namayobera. Sielewi unamaanisha nini, sielewi unafanya nini, but I think it's a beautiful song na naujua na naupenda vibaya mno. Yeah, I think nimecover karibu East Africa kote. Now my last song, huu ni current song. I love gospel so much. Gospel ni nyimbo ambazo zinanifurahisha, zinanitia moyo, zinaniinua. Na huu wimbo nimekuwa nikiusikiliza sana recently, ni wimbo mpya wa Paul Clement, unaitwa Ahadi. Kwanza naupenda kwa sababu amefanya kitu cha tofauti. Wimbo huu amemfeature mchungaji anaitwa Freddy Msungu. Paul anaimba na bendi, then mchungaji anakuja kupreach ndani ya wimbo. So this inafanya hata mtu alitaka kusikiliza tu wimbo kama kujiburudisha, anapata na neno
uko ndani. Na yule mchungaji haboi, you listen to the whole song. Na ni wimbo ambao unagusa sana moyo, unaongelea ya kwamba mtu utaishi sawa sawa na ahadi za Mungu alizokuahidi. Hutokufa kabla ya kuona ahadi za Mungu, hutopata sijui magonjwa kabla ya kuona ahadi za Mungu. Ni wimbo ambao una kama miezi 5 tokea utoke, na nadhani tangu umetoka mpaka leo ni wimbo ambao ninausikiliza karibu kila siku. Unanitia nguvu sana, unanifanya na kuwa very naweza nikasema humble to wait for God promises, kwa sababu wanakutia moyo kwamba as long as Mungu aliahidi lazima atimize. Unaitwa Ahadi, and this is my last song. Na wimbo nitaimba na mtumishi wa Mungu Pastor Fred Msongo. Utakufa mpaka uone aliyokuwa ahidi Mungu. Utaishi usimulie uaminifu wake kweli. Utakufa mpaka uone aliyokuwa ahidi Mungu. Utaishi usimulie uaminifu wake. Utakufa. Naomba nisogeze mbele mpaka ni sehemu anaongelea hiyo ahadi. Kwa sababu Here. ahadi itatimia kwa sababu umemwamini na hauna mashaka, unajua ataitimiza. Ahadi ile itatimia kwa sababu umemwamini na hauna mashaka, unajua ataitimiza. Ahadi ile itatimia kwa sababu Guys, nitaanza kuongea kwa lugha hapa, nitaanza kunena, but mimi ni mtu ambaye napenda sana nyimbo za gospel, na kwa sababu ni nyimbo ambazo zinaniinua, zinanirudisha. Hata kuna muda sisi watu maarufu tunapitia vitu vingi, katishwa tamaa, kuona vitu haviwezekani, kuona nini, lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wake mbalimbali wa gospel, especially hii generation ya vijana aloinua, wanajua lugha za kuongea na vijana wenzao. Tunawabariki na tunaomba Mungu aendelee kuwatumia. Nishageuza tena sehemu ya kubariki watu. Hi guys, I'm done. Na hiyo ndo top 10 yangu ya nyimbo zangu ambazo nazikubali, nazipenda. Ziko nyingi, ningeweza kufanya 100, 500, 1000, but today hizo zinatosha. This is playlist Elizabeth Michael Lulu Mama Gigi. Bye bye.